siachi uchawi hata siku moja. Tena naomba uondoke mara moja, usinichefue kichwa changu. Oh, wewe ni mbishi eh? Wewe ni mjeuri eh? Sawa. Sitorejea tena. Unajua bibi, ni uchungu gani napitia kwa sasa hivi? Ni mazingira gani napitia? Bibi, najua unafahamu. Nahitaji msaada wako. Yaani hata kama kuwa kama wewe, nipo tayari bibi yangu. Nipo radhi kuacha kila kitu, mradi nipate mwanangu. Unajua ile ndo damu yangu ambayo naitegemea bibi. Usijali mjukuu wangu. Hata huyo mumeo tumeshalizungumza. Ondoa shaka. Bibi, huenda ile ndo damu yangu ya mwisho. Sijui Mungu amenipangia nini. Naomba unisaidie katika hilo. Hapa uliponikuta nina walizi wangu na ninawatuma wamfuatilie mtoto ili tumjue alomchukua mtoto. Umenifahamu nadhani? Ondoa wasiwasi. Mimi hakuna litakalonishinda, na siku ya leo tutafanya bidii zote, mchakato wote, ili tumjue alomchukua mtoto, ikiwa ni binadamu, ikiwa ni mazingira ya kutatanisha. Mariamu, mzee wako ufanye hivi. Hivi unajua hii siku nimesubiria kwa muda gani? Yaani umeshindwa kufanya kitu kile kidogo tu kile umeshindwa. Wewe unaweza kazi gani sasa huko ndani? Ikiwa kama kazi hizi ndogo ndogo tunakupa unashindwa. Nisikilize nikwambie Mariamu, yule mwanamke namchukia. Yaani namchukia kama sumu. Laiti kama ningepewa mamlaka mimi mwenyewe, ningeshamwangamiza zamani. Kuna mabaya mengi sana aliyonifanyia. Yeye ndio sababu ya mamangu kufariki. Lakini wewe inakupa kazi ndogo tu, unashindwa. Sasa mbona unisikilize. Hii kazi haijaisha bado. Kazi iko pale pale. Kwa kweli dada, siwezi kuifanya hiyo kazi kwa sababu ni ngumu sana. Swala la kumtilia mtu sumu siwezi. Bora nibaki tu maskini. Acha upumbavu wewe, huwezi nini? Kazi gani ambayo huiwezi hapa? Sasa nisikilize. Leo umeshindwa, ila kazi bado iko pale pale. Labda nisikilize. Na hii siri tunajua watu hao wawili. Ole wako. Nije nisikie sehemu yoyote ile, nitakumaliza.
Hello. Beli. Meseji yako nimeikuta hapa na umeniambia uko tayari kuwa na mimi. Ila kiukweli sasa hivi nishabadilisha maamuzi. Sihitaji tena kuwa na wewe. Kwa sababu ushanitesa vya kutosha, nishaonekana mpumbavu vya kutosha, nishajiliza sana kwako vya kutosha, lakini ukaniona mimi sifai, ukaniona mimi mpumbavu. Kwa hiyo sasa hivi nimeamua tu niwe na mpenzi wangu, nilee mtoto wangu, nilee mimba yangu ile, kila kitu kiwe sawa. Hicho ndio nilichoamua. Umejirudi kwangu mimi vipi? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Unajua nyinyi wanawake mko hivi. Mtu akikufuata akikupenda, unamwona kama ni chizi mpumbavu. Akiondoka akienda, unaanza kumfuatilia. Sasa nimeshachoka kuweka roho ya mke wangu juu. Ndio hivyo. Sihitaji kuwa na wewe kuanzia sasa hivi Beli. Naomba usinipigie simu, usinitumie message. Yaani popote, so WhatsApp, so wapi, sihitaji. Kwa hiyo niko tayari kuwa na mama kijacho wangu, nimlee mtoto wangu. Niko tayari kuwa na mjomba wangu, nimlee mjomba wangu. Lakini kuwa na mtu kama wewe ambaye ni ibilisi, mtu wa maumivu ambaye huna shukrani, sihitaji tena. Kwa sababu mimi nilikupenda vya kutosha, mwisho wa siku kaamua kuniona mimi kama mpumbavu, kama chizi, kama yani. Sasa sihitaji unitafute, sihitaji unipigie, sihitaji unitumie message kuanzia sasa hivi. Sasa nimeamua kuwa na mke wangu ambaye amebeba kiumbe changu tumboni. Sio wewe pumbavu mbwa ambaye mimi sina pesa, unaweza kunifokea na kunitukana muda wote. Nikiwa na pesa unanishobokea. Muda mwingine hata kama nikiwa nazo hizo pesa, kazi yako kuninyanyasa. Sasa naomba unipitie pembeni. Niko radhi kumhudumia mpenzi wangu kwa chochote, kwa lolote, kwa muda wote ule. Sio wewe kapuku mbwa wewe. Sawa, ndio, sikuhitaji. Uje kwangu? Beli, sikiza nikwambie kitu kimoja. Ukija kwangu na kutia makofi, utaniona mtu mbaya. Sikuhitaji tena. Yaani nimeshafuta mkataba na wewe. Sikutaki. Kenge wewe, ungeniua mimi wewe. Puka, nyau. Mama K. Nakuja huko. Maua. Hivi wewe ni nani? Mimi ni mtu ambaye nakataza mabaya yote, na wale wachawi mimi ndo nawafungia. Mjomba wangu ameshafungia wachawi wote na wengine wamekataa kabisa kuwa wachawi. Je, wewe utakataa ama nikuteketeze? Wewe ni kama nani wa kuniambia mimi niache uchawi? Siachi uchawi hata siku moja. Tena naomba uondoke mara moja. Usinichefue kichwa changu. Wewe ni mbishi Wewe ni mjeuri Sawa. Sitorejea tena. Halo? Unasema? Mume wangu amekamatwa kwa kosa gani? Watoto? Halo? Halo? Jamani, mume wangu. Mume wangu. Unaionaje hiyo? Tamu Chachi.
Sasa hiyo dozi niliyokupa, ukijaribu tena kufanya uchawi wowote ule, unakufa mazima. Na hapa nilipo nimeshateketeza kila kitu kile kibaya cha kwako. Kwa hiyo ukijaribu tena kuwa mchawi, na kuua. Dada, nini shida tena? Mume wangu amepata changamoto gani? mume wangu amekamatwa. Amekamatwa? Mariamu, hata sielewi. Amekamatwa kwa kosa gani? Amekamatwa, alikuwa anajihusisha na biashara ya kuuza watoto. Mungu wangu, hata sielewi. Bibi, nashindwa kuelewa. Toka nimefika hapa bibi yangu, unichangamki kabisa kama siku zote. Si umepatwa na tatizo gani bibi yangu? Mpaka unanifanya nifikirie mengi ozorio sise. Nini tatizo bibi? What is happening? Mjukuu wangu, usinione nimenyongea. Nimenyongea kwa mambo mengi nilionayo rohoni mwangu. Na isitoshe, uchawi nimeshaacha. Sasa bibi, unaacha uchawi, mimi mtoto wangu nitampataje sasa? Mimi nikajua hata unapotaka kunipa taarifa unanipa taarifa kwamba gori langu limepatikana. Wewe nashindwa kuelewa bibi yangu. Yaani wewe, kwa nini unaacha uchawi mapema hivi bibi? Tunatakiwa upambane. Tumpate mwanangu na muhitaji yule binti. Halafu na hata mwanao hatunaye tena duniani. Yaani mtoto wangu mimi? Mtoto wako ameibiwa na huyo aliyomuiba amemuua, na aliyemuua hata mimi nimemuua na yeye. Kuna kitu nimefanya. Kuna watu wataacha ndara bibi. Mtoto wangu mimi amekufa na aliyemuua ulimuua. Sasa sitaki kusikia neno alikufa wala hakufa. Nataka twende mpaka pale mlipomalizia mambo yenu, nikamchukue mwanangu nije nimzike napojua, alafu yule aliyemuua nimfanye nachotaka. Haki ya Mungu. Mimi nashindwa kuelewa. Leo bibi, lazima tone la jasho litoke. Sawa mjukuu wangu, punguza jazba, na hata mkeo usimpe taarifa hii, maana usimpe pressure saa hizi. Nitamfikishia mimi mwenyewe.